na pia binadamu waliumbwa kwa lengo moja, kwa sababu inasemekana kipindi shetani alipokuwa amerushwa huko kwenye hili shimo la takataka, shimo la giza. Naam, ndio ni kwamba huko alipotoka mbinguni, shetani alikuwa bado ana uwezo mkubwa sana. Kwa lengo letu kuumbwa sisi ni kwenda kumpunguza, yani kumaliza ule uwezo alikuwa nao shetani. Ametoka kule, amekuja na ametoka na funguo ambazo tunasema ni kama kitu ambacho inampa power ya kufanya vitu vingi sana. Ndio maana Mungu akamuumba binadamu ili aweze akakomboe kutoka kwa shetani. Ndio maana kizazi hicho cha Adam ndio kizazi hicho kilichomzaa Yesu Kristo, ambaye ndio mkombozi na ndio mtu ambaye aliweza kwenda kumnyang'anya funguo shetani arudi nao kwa Baba. Asante sana katika maelezo yako yote, na kwa sababu leo tuko tunaongelea habari ya uumbaji, jasikia ukiongelea majini. Je, majini ni kina nani? Kuna tofauti gani kati ya shetani, au uhusiano gani au rafiki gani kati ya shetani na majini? Hapo ndio malizia hapo, nisiongee sana. Asante sana, ni swali zuri sana. Umezungumzia upande wa majini. Na pia iko hivi kwamba huyu shetani alipokuja huku alikuwa na wafuasi wake. Wale wafuasi wake kule kwenye upande wa nuru waliitwa malaika, lakini walipokuja huku duniani hatuwezi tena kuwaita malaika, kwa sababu malaika huwa hawatendi maovu. Kwa pia sasa, baada ya kushushwa huku, wale wanaomfuata, kwa shetani alikuwa anatumia kwa wale malaika wake sasa, au malaika wake. Sisi kama watu wateule hatuwezi kuwaita wale malaika, ndio maana tunaita majini. Yes. Umesaidia kitu kimoja. Sasa ninaingia tena hapo ndani kidogo. Hii ni kwa faida ya msikilizaji. Haya, ninachepuka kidogo nje ya mada, lakini ni kwa faida ya msikilizaji. Kuna baadhi ya watu wa dini, sitataja dini jina, lakini wamekuwa wakiamini kwamba majini, kuna majini wazuri na majini wabaya. Kuna majini ikiwa namtukuza Mungu na majini wengine hawamtukuzi Mungu. Yaani kana kwamba kuna hiyo kwamba mwanadamu anaweza kukaa na majini na ukafanya nao kazi na wakakusaidia, na kuna majini wazuri na majini wabaya. Unakubali kuna majini wazuri au mabaya, au tofauti na hapo? Hapo tutakuwa tumetoka nje ya mada tunatoka kidogo afu tunarudi tunaendelea. Tutakuwa tumetoka nje ya mada. Tunatoka kidogo afu tunarudi. Na pia tumetoka nje ya dini ya Kikristo. Nataka tu nijue. Ndio hivyo. Kwa uelewa. Kwa uelewa ni kwamba tunapozungumza tafsiri zingine kwamba au majini kuna wanaofanya mambo mazuri, lakini kuna wanaofanya mambo mabaya. Lakini iko katika tafsiri hii. Jini kama jini ni kiumbe ambacho kimekosa mwili. Ni kiumbe ambacho kimekosa mwili. Kama ilivyo kwa malaika, hawana mwili. Hata jini mwenyewe hana mwili kama tulionao sisi wanyama. Kwa hao majini wanaofanya maovu, wanaofanya mambo mabaya, tafsiri yake hao wapo katika upande wa giza lile la shetani. Lakini sitaki kusema moja kwa moja kwamba jini hata kama angekuwa anafanya mema basi ni sawa na malaika. Ndio hapa mimi mtata wangu ndio huko hapo. Yaani nataka hapo kwamba conclusion, majini ni malaika wabaya au majini ni tofauti na malaika, kwamba eti kuna majini wazuri na wabaya? Labda iko hivi. Majini wako, unajua ndugu bwana, iko hivi. Kuna vitu viwili. Na katika huu ulimwengu tunaoishi sisi, kuna vitu viwili vikubwa sana. Kuna kitu kibaya na kitu kizuri. Ukishaona jambo lolote ambalo ni zuri,
hilo lipo upande wa nuru. Ukishaona jambo lolote ambalo ni baya, hilo lipo upande wa giza. Kwenye giza kuna nani? Lakini bado haujajibu swali langu. Kuna majini wazuri na wabaya au majini haya? Basi kuna majini yaliko kwenye mwanga na yaliko kwenye giza, au majini yote yalitupa kwenye giza, kwamba automatic jini yupo kwenye giza? Yaani kuna jini afu ni mfuasi wa Mungu, ngoja niwe hivyo. Kuna kwa mfano nikwambia, nilikuwa nimetoka kwamba kuna baadhi ya imani zinaamini kuna majini si wanaabudu, si wanamwabudu Mungu, si wanafanya. Ndio maana nataka kusema kuna majini wako upande wa Mungu au majini wako upande wa shetani tu. Asante. Sasa tufanye kitu kimoja hivi. Swala hilo ni somo lingine kabisa ambalo ni ndefu sana kuelezea na hatuwezi tukalimaliza hapa. Labda itakuwa ni somo la kipindi kingine. Asante. Hilo swali niweke hapo, tutaendelea na kipindi kingine. Asante. Ndio.